Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Ichung'wah, Majority Leader, National Assembly. Asante sana Governor, Mheshimiwa Rais, Baba Askofu na maaskofu wengine walioko na Wakristo wa Makueni, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Mimi Mheshimiwa Rais, nimefurahi kuandamana na wewe kuja kwa hafla hii ya mchango wa kanisa. Mheshimiwa Rais, wacha nitubu kidogo niseme ya kuwa huyu Baba Askofu Kariuki wakati alikuwa huko Embu, iko siku uliambiwa unaongoza kundi lililokuwa limebatizwa Tanga. Na wakati huo tukaweza kutembea kwa kanisa Embu, na Baba Askofu badala ya kuambia unatanga akakwambia you be as busy as a busy bee. Usikue kama inzi mwenye hana faida, anakaa kwa maziwa, anakunywa maziwa, anakufia kwa maziwa. Lakini akakwambia uwe like a busy bee mwenye hutembea kila mahali na anakuwa na faida ya asali. Na Baba Askofu, nataka nikuambie kupitia maombi yako ndio maana William RUTO ndiye rais wa Kenya leo, because he agreed to become a busy bee as you said. La pili, nishukuru kanisa, hasa kanisa la Katoliki, nikimuona Archbishop wetu Askofu Anyolo, najua amekuwa akituongoza kwa maombi na kuliongoza kanisa la Katoliki kwa maombi, na hasa kwa mambo ya amani na kutuliza nchi yetu. Mnakumbuka mwaka uliopita wakati tulikuwa na shida kidogo ya kutokuwa na amani, uharibifu mkubwa wa mali na hata watu kupoteza maisha, kanisa la Katoliki lilikuwa kipaumbele kuliombea taifa na kutuuliza tuweze kuishi pamoja kwa amani. Na Baba Askofu, nikupe ripoti, jana tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo ambaye alikuwa kocha wa NADCO, tulimpea rais ile report ya NADCO ambayo inatuuliza sisi wote tukae pamoja kama nchi moja na tuweze kutatua mashida zetu zote kwa njia ya kuongea na kuzungumza na kusikizana, pasipo na vita ama mtafaruku wa kupigana hata kwa maneno. Na Baba Askofu, nikushukuru sana. La pili, pia kanisa la Katoliki, juzi nimeona rafiki yetu Bishop Kingo huko Komarok Shrine akituombea mambo ya cost of living, mambo ya gharama ya maisha, bei ya chakula kuwa juu. Na Baba Askofu, nimefurahi kupata hapa na nikujulishe yale maombi ulituombea pale Komarok Shrine, Mwenyezi Mungu hakuchelewa. Sababu wakati rais alitoa fertilizer kwa wakulima, Mwenyezi Mungu naye akaleta mvua. Bei ya unga ambayo ilikuwa shilingi 210 kwenda 260 mwaka mmoja uliopita, wakati huu unga ni shilingi 110 kwenda 140, ile iko bei ya juu sana. Kwa hivyo niwashukuru kama kanisa kwa kuendelea kutuombea, na niwaulize musisite, muendelee kutuombea ili yale mambo ambayo yako mbele yetu sisi wote kama Wakenya na kiongozi wetu wa taifa na viongozi wengine tuweze kushirikiana kutatua hayo matatizo. La mwisho, nasikiza mheshimiwa wetu hapa, Mheshimiwa Susan Kiamba, na amenena vizuri sana. Amesema mambo ya inclusivity. Inclusivity is also inclusivity not just about leaders but about jobs, about resources being shared out fairly and equitably across the country. And Your Excellency, I must thank you, because I have also listened to other leaders like Senator wa hapa Makueni speak about Thwake Dam, hiyo barabara ambayo Susan Kiamba ameongea juu yake ya Ukia Emali. And I know, Your Excellency, you are focused, and Senator Manzo tells me that Thwake Dam is now at 80% completion. Na hiyo dam itakuja ibadili maisha ya watu wa Makueni na ifanye Makueni through irrigated agriculture kuwa a food surplus county
muwe mnauzia kaunti zingine na watu wengine kwa nchi yetu chakula through irrigation. Na huo ndio mpango wa kazi rais ambao umetupangia, na kwetu ni kuomba na kuuliza kanisa liendelee kutuombea ili hata hiyo bei ya unga tukileta mambo ya irrigation vile Bishop King'oa alikuwa anatuombea, bei ya unga na chakula zingine itateremka Makueni itakapokuwa food secure. La mwisho, Your Excellency, Mheshimiwa Kawaya, Mheshimiwa waziri wetu wameparade viongozi ambao umetafutia nafasi za kazi kwa serikali yako kutoka eneo hili. Lakini mimi nataka niseme hao hawajatosha. Ama wametosha? Bado kidogo. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie na wewe unajua ile jukumu kubwa uko naye sio ya hawa ambao tuna parade hapa. Ni ya vijana maelfu na mamilioni wa Kenya ambao hawana nafasi za kazi. Na ile mpango umetuwekea ya affordable housing ndio mojawapo ya suluhu za kuhakikisha ya kuwa vijana hata wa hapa Makueni na Ukambani wamepata nafasi za kazi. Na nikuambie Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa kwa mazungumzo na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, najua amekuwa na tatizo kidogo na mambo ya affordable housing, na nifanya juhudi sana kumuelimisha, kumjulisha ya kuwa hii affordable housing sio tu mambo na manyumba, ni mambo na ajira ya vijana wa hapa Makueni, Kitui, Machakos na Kenya mzima ambao wamekosa nafasi za kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe, hata hapa Wote Town nilikuwa hapa wakati Governor Kivutha alikuwa governor, na tukatembea na yeye ile project iko hapa Wote ya civil servants housing. Tunakuomba uweze kusaidia watu wa Makueni kukamilisha hizo nyumba na kujenga zingine ili vijana wa hapa Makueni wapate ajira. Rais aendelee asiendelee? Wacha sasa tutoe pesa. Asanteni. Thank you. Bishop, that is the most difficult part. So I will sweat less from now henceforth. This will be easy. I have the Deputy Chief Justice, Philomena Mbete Mwilo. Please come. Simumpigie makofi. Host Bishop Kasioka na Bishop Sialangi Mokie Makueni, Your Excellency the President, welcome to Makueni County, which is one of the many counties in your republic.